Mtazamaji wa The Tax Hub TV, natumaini ni mzima wa afya. Karibu tena katika kipindi cha dondoo na elimu mbalimbali za sheria za kodi. Leo tutazungumzia kuhusu kodi ya zuio, ambayo ni mada ndefu ambayo inahusu wafanyabiashara mbalimbali ambao hawajui ni jinsi gani kodi ya zuio inavyofanya kazi. Jina langu ni Irene Kiverege na leo siko peke yangu, niko na mgeni kutoka Oasis Group of Companies, Mr. Christian Lloyd. Karibu sana Mr. Christian Lloyd. Asante sana Irene. Ndugu mtazamaji wa The Tax Hub TV, kama nilivyoongelea hapo awali, kodi ya zuio ni mada ndefu sana ambayo tunahitaji kuijua na watu wengi hawajui ni jinsi gani inavyofanya kazi. Labda Mr. Christian Lloyd, unaweza kutuelezea kodi ya zuio labda ni nini na ni jinsi gani inavyofanya kazi? Asante sana Irene kwa kunipatia hii nafasi kuzungumza na wadau wetu wa Tax Hub TV na kuwapa elimu juu ya kodi ya zuio. Nikianza kabisa, kodi ya zuio ni nini? Kodi ya zuio ni kodi inayokatwa kwenye malipo maalum. Kwa mfano, kuna riba, kuna malipo kwa wakandarasi, kuna kodi ya pango, pamoja na gawio hadi mishahara. Oho, kwa hiyo unataka kusema kwamba kodi ya zuio inakatwa kwenye riba, mishahara Ndio. na kwa wakandarasi, si ndio? Sahihi. Labda wadau wetu watataka kujua labda hiyo kodi ya zuio, labda ni nani anayewajibika kuilipa hiyo kodi ya zuio? Okay. Kwa anayewajibika kuwasilisha hiyo kodi ya zuio kwenye mamlaka yetu ya mapato, kwa tukienda moja kwa moja kwa upande wa malipo kwa mfanyakazi, tukiongelea hiyo mishahara, swala la mshahara, basi hiyo kodi ya zuio itawasilishwa na mlipaji wa hayo mapato. Na tukienda kwenye upande wa kwenye swala la kodi ya pango, hiyo itawasilishwa na mpangaji. Yaani nikimaanisha kwamba yule anayeenda kupanga ndiye ambaye atatakiwa kushikilia kiasi ambacho atakipeleka au atakiwasilisha kwenye mamlaka ya mapato Tanzania kama kiasi cha kodi ya zuio, na kiasi kitachobaki ndo ambacho atachompatia yule mwenye pango. Nataka kujua labda leo hii mimi kama mfanyabiashara nimekuja pale Oasis, labda nikaomba nipange. Labda hapo inakuwaje? Ni nani anayewajibika haswa? Ukija kwa mfano uliotumia ambao ni mfano mzuri sana. Wewe ukiwa una shida au unahitaji huduma ya kupanga, tuseme Oasis, wewe uliyekuja utakuja na malipo yatayoendana na hiyo pango unayohitaji. Hayo malipo kiasi utakishikilia, kuna kiasi utachokishikilia utaenda kukiwasilisha kwenye mamlaka ya mapato Tanzania kama kodi ya zuio. Yaani wewe mlipaji wa pango, mpangaji. Kiufupi ni mpangaji. Kwa hiyo kwenye kiasi kitachobaki ndicho utachomlipa mwenye jengo la Oasis. Ila kumbuka kuna kiasi ambacho tayari ushakishikilia na umekiwasilisha wapi? Mamlaka ya mapato Tanzania. Mtazamaji wa The Tax Hub TV, baada ya kuangazia kodi ya zuio ni nini pamoja na kujua ni nani anayewajibika na kodi ya zuio, basi tunaomba Mr. Lloyd utupitishe kwenye viwango gani hiyo kodi ya zuio. Okay. Kuhusu viwango gani ambavyo kodi ya zuio itashikiliwa, hilo swali litategemeana na vitu viwili. Nikimaanisha kwamba kuna vitu viwili vitavyoangaliwa ili kujua kwamba ni kiwango gani cha kodi ya zuio kitachoshikiliwa au kitachowasilishwa kwenye mamlaka yetu ya mapato. Tukianza na kigezo kimoja ni kwamba aina ya malipo inategemeana na malipo yanayofanyika ili kujua ni kiwango gani cha kodi ya zuio kitachoshikiliwa na kuwasilishwa kwenye mamlaka ya mapato Tanzania.
Kwa hiyo kwa kujua ni aina gani ya malipo yanayofanyika, tunaweza tukajua ni kodi kiasi gani cha zuio kitachoweza kuwasilishwa. Na kingine ni mkazi au mtu ambaye si mkazi wa nchi yetu. Nikisema hivyo namaanisha kwamba kuna viwango vilivyowekwa kwa kodi ya zuio inayotolewa au inayoshikiliwa kwa mtu ambaye ni mkazi, na pia kuna kiwango kimechowekwa kwa mtu ambaye si mkazi. Kwa hiyo hivyo vitu viwili vitaweza kuvitenganisha au kututofautishia viwango tofauti zitazowekwa kushikilia kodi ya zuio ambayo itawasilishwa kwenye Mamlaka ya Mapato Tanzania. Sawa, labda tuchukulie labda ile mfano kwamba mimi nimekuja kupanga pale Oasis. Ndio. Labda kwenye swala la kupanga, labda ni viwango gani vimewekwa? Okay, kwenye swala hilo tukichukulia ule mfano wa kupanga, tutaangalia kitu cha kwanza ni wewe ni mkazi au si mkazi, si ndio? Sawa. Ila tukiangalia ndio wewe ni mkazi. Kwa hiyo ila kwenye swala zima la pango tunaangalia kiwango ambacho kimewekwa au kilichoorodheshwa kwenye sheria zetu za kodi, ambayo hiko kiwango ni 10%. Sawa. Ndio. Asante. Na tukiangalia vingine, kuna viwango mbalimbali, sio tu ya pango iliyowekewa. Kuna viwango ambavyo ni vya huduma zilizotolewa na mkazi. Tukisema hivyo, tunaongelea 5% ya kodi ya zuio ndio itayowasilishwa kwenye Mamlaka ya Mapato. Ila endapo wewe si mkazi wa nchi yetu Tanzania, basi kodi ya zuio itayoshikiliwa na kuwasilishwa kwenye Mamlaka ya Mapato Tanzania itakuwa 15%, ambayo itaenda kuwasilishwa wapi? Kwenye mamlaka yetu. Kwenye kurasa zetu kuna mdau anauliza, je, anaweza kudai marejesho ya kodi ya zuio? Aha, hilo ni swali zuri sana. Hilo ni swali ambalo pia nishaikutana nalo, nishaikuulizwa hapo. Kuhusu kufanya madai kwa ajili ya kodi ya zuio, ndiyo inawezekana. Kodi ya zuio inaweza kudaiwa endapo kodi ya zuio imezidi jukumu lako halisi ya kodi ambayo ulipaswa kuwasilisha. Hapo tu ndo mlipa kodi ataweza kwenda kufanya madai, kufanyiwa mrejesho ili apate mrejesho, au la anaweza kufanyiwa kwamba hayo madai yake yakapelekwa kupunguza madai ya kodi ya baadaye. Yaani nikimaanisha kwamba hiyo kodi ya zuio iliyoshikiliwa ikaenda kupunguza madai yake ya kodi ya baadaye ambayo atakuwa anadaiwa. Kwa hiyo itamsaidia pia kwenye kupunguza kodi yake ya baadaye. Sawa. Mdau wa The Tax Hub TV, baada ya kujua ni viwango gani pia na marejesho yapi yanatakiwa kwenye kodi ya zuio, labda hebu tuangazie swali linalosema, je, ni malipo yote yanayotozwa kodi ya zuio? Sio malipo yote yanayotozwa kodi ya zuio, ni yale tu ambayo yaliyoainishwa au unaweza kusema yaliyoorodheshwa kwenye sheria yetu tunayoitumia hapa Tanzania kuhusiana na kodi ya zuio. Ni zile tu ambazo zilizotamkwa pale ndizo ambazo zitahusishwa kwenye kuzuiwa kwa kiasi ambacho kitachowasilishwa kwenye Mamlaka ya Mapato Tanzania kama kodi ya zuio. Sawa, labda unaweza kutuelekeza ni jinsi gani tunaweza kuwasilisha kodi ya zuio kwa njia ya mtandao? Kwa sababu nchi yetu inaelekea kwenye mienendo ya uboreshaji, kwamba kila kitu sasa hivi ni teknolojia na iko kitu tunafahamu. Kwa sasa hivi inawezekana kwa mlipa kodi yoyote kupata cheti cha kulipia kodi ya zuio kutokana au kupitia mtandao, yani mtandaoni. Anaweza akafanya vitu vifuatavyo. Cha kwanza, anaweza akaingia kwenye akaunti ya
lango lake la mlipa kodi, kisha akachagua huduma. Baada ya hapo atachagua kampuni husika. Baada ya hapo atachagua simamia marejesho ya kodi ya zuio. Alafu atachagua kodi ya kukatwa. Kisha atachagua vyeti vya kodi. Baada ya hapo ataenda kutafuta muamala wa kodi ya kukatwa. Mwisho atatakiwa kupakua cheti hicho. Oho, kwa hiyo sasa hivi naona kama njia imerahisishwa vizuri ya kuwasilisha kodi ya zuio kwa njia ya mtandao. Ili uweze kupata elimu zaidi juu ya kodi ya zuio, tembelea sheria ya kodi ya mapato kifungu namba 82, 83 pamoja na 84 cha mwaka 2019. Tunashukuru sana Mr. Christian Lloyd kutoka Oasis Group of Companies. Asante sana Irene. Asante ndugu msikilizaji wa The Tax Hut TV, na leo tumeishia mwisho wa kipindi chetu cha dondoo mbalimbali na elimu za kodi. Tukutane tena kwa wakati mwingine tena. Usisahau kupitia tovuti yetu ya Instagram kwa jina la Oasis Financial Services pamoja na YouTube kuendelea kupata habari zaidi. Asante.